nani? Na umetoka wapi? Na kimekukuta nini? Umekuta na nini? Sijui nikueleze vipi. Sijui niseme nini ili uweze kunielewa. Ila kwa sasa napitia hali ngumu katika maisha yangu. Nilikuja mjini, nilikuwa naishi na mwanaume. Ni mwanaume ambaye nilikuwa nampenda kwa dhati. Lakini sikujua kama nikiwa na hali atakuja kunisaliti. Ni mwanaume ambaye nimepambana naye kwa kila hali. Akiwa ana, pia akiwa nacho. Lakini leo hii, baada ya kupata ujauzito, ndio mama kuniacha na kunitupa kama mnyama. Hivi leo hii unavyoniona, sina popote pa kwenda. Alafu isitoshe, hakuna mtu yoyote hapa mjini ambaye namjua. Wala sina ndugu yoyote yule zaidi ya mwanaume ambaye nilikuwa naye. Nina siku 2 sasa niko mtaani na zurura. Na wala sijaingiza kitu chochote mdomoni. Lakini naomba niseme asante sana. Sikutegemea kama ungenikuta kwenye hali ungenisaidia. Kwa leo una moyo wa kipekee. Nashukuru sana. Historia yako imeniumiza sana. Kumbe kuna wanaume wenye roho mbaya kiasi hiki. Sikiliza dada yangu. Natamani nikusaidie sana. Lakini hali yangu ya kiuchumi ni ngumu sana. Maisha yangu ni ya kawaida. Sijui nianze wapi kukusaidia. Ikiwa ni mjamzito na hali yako ulionayo. Ukilinganisha na maisha yangu, sidhani kama utayaweza. Kakaangu, naomba unisaidie walau kwa usiku wa leo tu. Siku hii ikipita, na kweli nitaondoka kwako. Maneno yako yananipa nafasi ya kufikiria zaidi. Mimi nitakusaidia. Utakula ninachokula, utalala ninapolala. Nashukuru sana kakaangu. Kwa kweli kwa msaada wako. Mungu akuzidishie zaidi. Na uendelee kuwa na moyo huo ulioko nao. Usijali dada yangu. Kila kitu kitakaa sawa. Mimi hapa nimepanga tu. Kwa hiyo tutaishi hapa wote pamoja. Sijui nikushukuru vipi. Yaani asante yangu kwako haitoshi. Sijui nitakulipa nini. Ila nakuombea kwa Mwenyezi Mungu akuzidishie baraka zaidi ulizonazo. Basi sawa. Mimi hapa nilikuwa natoka. Basi fanya mpango uingie ndani. Nikafanya hata mpango wa chakula. Sawa. Master Keys. Bora ningekuwa na kitu, lakini Mungu kaniongezea mtihani mwingine. Asubuhi wakati naenda misheni, nakutana na mdada amejilaza pale chini. Ni mjamzito, alafu alikuwa analia akihitaji msaada. Hivyo basi nikamuonea huruma, ikabidi nimchukue nimweke ndani. Na hapa nilipo kama unavyoelewa, ndugu yako sielewi kabisa, sielewani.
Hivyo basi nilikuwa naomba hata uniazime shilingi 3000. Nikafanya mpango wa chakula. Kabla sijakuazima 3000 kwanza. Yaani umemkuta mtu nje. Tena mwanamke ana ujauzito, yani ana mimba na maanisha. Tumbo lake si kubwa, mwenye mimba lazima tumbo kubwa, tumbo lake kubwa. Kwa hiyo yani umechukua matatizo nje umeyapeleka ndani. Si ndio maana yake? Na sasa hizi unakuja yani wewe ndugu yangu maisha yako yenyewe magumu hapo ulipo. Una maisha ya shida kwa yani kuliko kufikiria. Alafu sasa hivi unachukua mtu unamuingiza ndani umjui. Babu unajua Hussein Machozi alisemaje? Kafia nini? Kafia geto. Sasa shauri zako. Wewe unamchukua mwanamke unamuingiza tena mjamzito. Haya wewe mkunga. Au kuna hodi ya kina mama kule? Hapana kaka. Nilimuonea huruma maana alikuwa amelala pale anatapatapa ana msaada. Hivyo basi mimi kama binadamu mwenzie ikabidi nimchukue. Ndugu yangu hapa nilipo na fizi 2 tu. Nataka nikale mwenyewe hizo zafu. Na wewe ndio umekuja hapo tena una shida. Tena sio kale wewe tena ndakula na mtu ambaye hata humjui. Ndugu yangu, hebu usiniseme basi. Naomba unisaidie kama unaweza kunisaidia. Unajua wewe ndio ndugu yangu hapa mtaani. Sina sehemu yoyote nyingine ambayo naweza nikaenda kulia shida. Alafu isitoshe leo sikuwa kabisa kwenye mood ya kwenda kufanya kazi. Baada ile jambo kutokea. Kwa hiyo nilijihisi kwanza nipambane kwanza hali ndio mambo mengine yafuate. Na mimi nikakaa nikafikiria kote. Msaada wangu wa mwisho ni wewe. Mimi nishaelewa sa point yako na ninachokitaka wewe. Kwa sababu unaona dada mjamzito ndio hivyo. Kwa hiyo unataka akizaliwa mtoto afanye nawe ndio maana unataka kumsaidia. Yaani mwanangu wewe. Kweli nimeamini akili sio nywele. Una nywele nyingi na panki nzuri tu hapo, angalia panki ilivyokayo. Hapo anishakwambia kila siku. Wewe mimi unanipa tabu sana kuongea naye paka shingo na niuma. Mtu mrefu kama nini bwana? Mtu kuongea naye paka nifanye hivi. Unanipa mimi unanipa tabu kiasi kuna dawa ya kuchua bwana. 2000 ujue mimi nimekupa hela soka nimekupa tu na roho inaniuma langu ndio nilokuwa nayo ujue. Asante sana kaka. Maana sijui hata nikushukuru vipi. Lakini kesho basi mchongo ukitokea nishtue mapema. Sinaelewa tena nishakuwa na mzigo ndani. Kwa lazima nipambane sana. Usijali mimi nitakwambia lakini nikwambie ndugu yangu, yule ni binadamu. Sio njiwa yule. Sawa Kusema muokota mwisho wa siku ukamtamani, ukamchinja, ukampika supu, ukamla au kuku. Yule binadamu na umjui. Kwa hiyo la msingi nataka nikushauri, katoe taarifa mtaani. Yaani serikali ya mtaa au kwa mjumbe. Alafu tena mja ni mzito. Kazi unayo. Dada. Umerudi? Ndio nimerudi. Mbona umelala nje? Pia naomba unisamehe kwa kuchelewesha masuala ya kula. Maana nilikuwa mbali kidogo, nilikuwa naangaikia. Wala hata usijali. Mimi nishazoea kukaa na njaa muda mrefu. Alafu wewe nusu saa tu. Isikusababishe ukaniomba msamaha. Nimekuja na vitu vya kupika. Kwa hiyo nilikuwa naomba ukapike. Pia kama umechoka sana, pia sio mbaya ukapumzika mimi nipike. Wala hata usijali. Niseme kwanza nashukuru kwa sababu mmekuwa mtu wa kunijali sana. Tofauti na nilivyokuwa natarajia. Alafu swala la kupika, mimi bado nina nguvu tu. Na uwezo wa kwenda kupika. Kwa hiyo mimi nitaenda kupika. Nikimaliza nitakuita uje kula. Sawa, jiandae basi ukapike. Sawa. Mimi nitaenda kupika. Ila asante sana. Pia samahani. Umekuwa mtu wa kujali sana kuhusu mimi. Tofauti na nilivyokuwa natarajia. Yaani wewe ni mwanaume wa tofauti sana. Sijui nikwambie nini au nikushukuru kiasi gani. Bali dua zangu zitabaki tu kuwa na wewe. Sina kingine zaidi ya hicho. Wala usijali sana kwa sababu nimeshaamua kujitoa kwa sababu yako. Nitahakikisha mpaka unajifungua salama na utakula kwa wakati. Naomba unisamehe sana kwa kuchelewa leo.
Vipi? Mbona unapiga miayo sana? Amna, hata ni uchovu tu. Mbona umeamka asubuhi unachota maji peke yako? Niliona kama umechoka. Kwa ikabidi niende nikachukue maji ili uweze kuoga. Nikiwa naoshaosha vyombo, wewe unaendelea na mambo mengine. Wala hata usingejisumbua kiasi hicho. Mimi maji ningeweza kwenda kuchota mwenyewe. Sijapenda tabia yako. Hapana. Kwa hiyo hali ulionayo inabidi nikusaidie sana. Maana muda wowote unaweza ukamwangusha kijana. Amna, haijalishi kwamba mimi ni mjamzito. Naweza kufanya kazi ndogo ndogo. Kwa hiyo kama kuosha vyombo, kuchota maji, kufagia uwanja, kufanya usafi ndani, unapaswa uniachie mimi mwanamke. Hapana. Kwa hali ulionayo saizi unahitajika upumzike sana. Kwa hiyo kama mimi nipo nyumbani inakupaswa upumzike zaidi. Vitu vingine mimi nitafanya. Nitafagia uwanja nikiamka, nitafuata maji, nitakusaidia kupika, nitakusaidia vitu vyote vidogo vidogo ili mradi uwe na amani kabisa. Kwa hiyo unajali sana. Asante kwa hiyo. Basi sawa, acha mimi niingie ndani. Vipi? Kuna tatizo? Amna tatizo. Naomba mimi nikusaidie kuingiza ndani. Hapana, acha kwanza mimi nipeleke. We dada. We dada. We dada. Ina maana usikia au? Amka. Sasa hizi hayakuhusu. Mwana hichi chumba yupo? Yupo. Lakini mbona kama umekuja kwa shari? Hayakuhusu. Mwana hichi chumba nimemkuta sijamkuta? Yupo ndani. Naweza nikakuitia? Naweza kuita. Malesa! Malesa! Malesa, nimeamua kurudi tena kwako. Nimeamini wewe ndio mwanaume wa maisha yangu. Najua niliondoka kwa hasira, lakini yalopita si ndio yalitujenga yajayo. Beatrice, sidhani kama hayo yanawezekana. Maana niliumia sana ulivyoondoka kwa kejeli na kuyadharau maisha yangu. Alafu leo kirahisi tu urudi kwangu alafu nikupokee. Hapana Malesa, namaanisha nimerudi kweli. Mambo unisamehe. Malesa, kwanza yule mwanamke ni nani? Na ni mjamzito? Yule ni mwanamke ambaye naishi naye. Kwani ulikuwa unataka nini? Malesa, hebu acha maneno yako kipumbavu, eh? Umama kunisaliti na wewe kuleta kabisa mwanamke mjamzito naishi naye, eh? Mimi na wewe nani msaliti? Nakuchukia Malesa.